anataka lifike kwa watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo namtukuza Mungu kwa ajili ya hiyo neema. Lakini pia nashukuru wazee wa kanisa. Nashukuru na nyie usharika wa Nguruma. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Tunaendelea na somo letu, thamani ya kumtafuta Mungu. Thamani ya kumtafuta Mungu. Itambue thamani ya kumtafuta Mungu. Asubuhi nilikuambia usisubiri utafutiwe Mungu na jirani. Usisubiri utafutiwe Mungu na mchungaji. Usisubiri utafutiwe Mungu na nabii. Usisubiri utafutiwe Mungu na mtume. Usisubiri utafutiwe Mungu na waimbaji. Usisubiri kutafutiwa Mungu na wahubiri. Mtafute Mungu peke yako. Bwana asifiwe sana. Kwa nini nakwambia jitie nguvu kwa Bwana kumtafuta? Kwa sababu mimi nikimtafuta Mungu, Mungu atanitokea kwa namna anavyotaka. Bwana Yesu asifiwe. Na nikikufundisha sometimes, Baba nitatamani akutokee kama alivyonitokea. Lakini ukimtaka Mungu, anaweza sikutokee hata punje kama alivyonitokea. Umenielewa ninachokisema? Kwa hiyo utakapokutana na Mungu binafsi, kitakupa ujasiri, kitakupa nguvu ya kuendelea kumtafuta na kumtaka. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kuanzia Mwanzo mpaka kitabu cha Ufunuo, Adam alivyokuwa anatokewa na Mungu, hakuna hata mtu mmoja amewahi kutokewa na Mungu kama Adam. Kwamba ilibaki ni historia. Mungu alikuwa anaenda kila jioni bustanini kuzungumza na Adam. Na iliishia pale. Mtu mwingine alivyotokea, tulimuona baada ya Adam, alikuja Nuhu. Si ni sawa? Lakini hata Nuhu hakutokewa na Mungu kama alivyotokewa na Adam. Kila mtu kuna namna ambavyo Mungu anajifunua na kujitokeza na kujidhihirisha kwake, endapo utakuwa na kiu ya kumtafuta. Tukamwona Lut, na yeye kwa niaba ya ndugu yake Ibrahim. Ibrahim alimtaka Mungu, alimtafuta Mungu. Kwa kadiri Mungu alivyojifunua kwa Ibrahim, sivyo alivyojifunua kwa Lut, hata kama ni ndugu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukimtaka Mungu, atajifunua kwako kwa kadiri anavyotaka yeye na sio unavyotaka wewe. Shida ya watu wengi saa hii, anataka akimtaka Mungu kama anamtaka Mungu. Kwa mfano mimi ni mhubiri, nikimtaka Mungu, mimi ni mwalimu, mwingine atalazimisha labda Mungu ajifunue kama anavyojifunua kwa mwalimu Christopher Mwakasege. Si ni mwalimu mkubwa tu Tanzania. Kwa hiyo kama yeye ni mwalimu, Mungu kamtokea, atanitokea mimi kama mwalimu wa kawaida kabisa ambaye na mimi kwa jinsi yangu. Kuna walimu wengi, si ni sawa? Kuna walimu wengi wameshapita hapa, mnawajua, si ni sawa? Lakini jinsi Mungu alivyomtokea na mimi anavyonitokea ni tofauti. Lakini wote tuna experience ya kukutana na Bwana. Bwana asifiwe sana. Wote tuna namna ambavyo Mungu amechagua kujifunua. Ninachotaka nikuambie jioni ya leo, Mungu si dhalimu. Hili ni agano jipya. Mungu hatafuti kukutana na watumishi tu. Mungu ni wa wote wenye mwili. Ndio maana kwenye kile kitabu cha Yoeli 2:28 anasema, na itakuwa siku za mwisho nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili. Kwamba hii Mungu hajasema nitajifunua tu kwa wanaume. Mungu hajasema sijui nitajifunua tu kwa wanawake. Mungu hajasema nitajifunua tu kwa vijana. Anasema atajifunua kwa wote. Ndio maana kwa kadiri tunavyoendelea kwenye maisha, unaweza, juzi nilikuwa nasikiliza ushuhuda wa dada mmoja, ni mwalimu tunampenda kumfuatilia, ni mwalimu mwanamke. Dada mmoja anaitwa, I think ni Pastor Beatrice Mlingi, I think yuko Dar es Salaam. Nilikuwa namfuatilia. Akawa anatoa ushuhuda wa kijana wa miaka 6 ambaye hajui kama ni Mungu au ni nani, lakini jinsi Mungu alivyokuwa anamtumia kwa ishara na maajabu. Anasema yule mtoto, mama yake alikuwa anahadisia kwamba mama akisema naumwa, mtoto anamwambia weka mkono unapoumwa, na mtoto anamuombea, ule ugonjwa unaachia. Na anasema anasikia sauti inamwambia ombea huyu. Na anasema kuna siku alisikia sauti ikimwambia nenda hospitali wodi fulani, utamkuta mzee fulani anaumwa, mtu fulani anaumwa, kamuombe. Kakatoka katoto akamwambia mama, usiponipeleka nitapotea. Maana yake kuna nguvu ambayo Mungu aliachilia kwa huyo mtoto
asipopelekwa anaweza kuvanish akatokea hospitali. Nilisikiliza ile clip mara ya kwanza, nikasikiliza tena mara ya pili. Ndio maana na sisi tunafuatiliaga watumishi wengine. Nikasikiliza tena mara ya pili, mama akachufunga safari akamchukua mtoto, akaenda naye mpaka hospitali. Alipofika pale, madaktari walikuwa wanajua yule mtu imeshindikana na anaweza kuondoka saa yoyote. Kijana yule wa miaka 6, alipofika pale akamwombea, akasema huyu mtu alikuwa yuko mahututi. Huyu mtu akizinduka atasema anataka chakula, kwa hiyo mpatieni chakula. Mtoto alivyomaliza akaomba, akaondoka. Ni kweli yule mtu alikuwa anaumwa sana. Alivyozinduka tu akasema nipatieni chakula, akapewa chakula na akaja akapona. Menelewa ninachosema? Kwa hiyo Mungu hachagui kujifunua eti kwa watumishi, hachagui kujifunua kwa mitume, hachagui kujifunua kwa manabii, hachagui kujifunua kwa wachungaji, hachagui kujifunua kwa wainjilisti, hachagui kujifunua kwa maaskofu, hachagui kujifunua kwa waimbaji. Anachagua kujifunua kwa yote mwenye kiu anayetaka kumtafuta. Bwana asifiwe sana. Bila kujali umri, bila kujali kabila, bila kujali utajiri, umasikini. Kitu ambacho Mungu anachoangalia kujifunua kwa watu, aina ya moyo unaomtafuta. Mungu yuko tayari kujifunua. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo ninachokufundisha wiki hii, tambua thamani binafsi ya kumtafuta Mungu. Haleluya. Tunaweza tukaona waimbaji wanaimba. Kwa nini muimbaji A ana tofauti na muimbaji B? Kiwango cha kumtafuta Mungu kinatofautisha karama na vipawa na kibali. Not kibali before people, kibali before God. Kabla hujapata kibali kwetu, unatangulia kupata kibali kwa Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo hata ninyi waimbaji msikasirikiane. Ukiona mtu ana kibali sana, sio yeye amejipendekeza, ameanza kutengeneza mahusiano yake binafsi. Baada ya kutengeneza mahusiano yake binafsi, ile reflection ya kibali cha kiungu kinakuwa reflected kwenye mioyo ya watu duniani. Kwa kila mtu amtafute Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Si mnakumbuka mstari wetu tulioanzia Isaya 55, mstari wa 6 na wa 7. Anasema mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. Muiteni maadamu yu karibu. Bwana asifiwe sana. Ninasoma tena huo mstari ili tuweze kutazama. Na Mungu atusaidie na Mungu awasaidie. Haleluya. Kiukweli kabisa. Mnakumbuka asubuhi niliwaambia katika watu mlikuwa mmependelewa kuipewa neema ni ninyi. Alafu mimi nimemjua Mungu kwa kuanza kuombewa. Ngoja nisome kwanza Biblia, maana nikisoma na nyie wote ni Wameru mtapata masifa. Mimi mpaka umeona nimesimama, niliombewa na binti wa Kimeru. Nitakuja kukushuhudia. Bwana asifiwe sana. Kwa mtafuteni Mungu, lakini hakuwa slay queen. Alikuwa ni binti tu mnyenyekevu. Nakwambia ukweli. Nilikuwa naongea na mchungaji, niwaambie ukweli ninyi Wameru. Katika watu mlipewa neema ya kumtaka Mungu na kumpata Mungu ni ninyi Wameru. Ni kwa sababu tu hamjui. Achaneni na ile mlichinjaga migomba, hiyo ni shetani aliingilia. Ile ni sheti aliingia. Achaneni na ile kabisa. Mzee, achaneni na ile kitu ili wavaa mkachinja migomba. Hiyo kitu tunaomba tu hata isiende kwa watoto na wajukuu. Ibaki kwa yule mwanzilishi alianzisha. Simseme tu amina. Au mnataka ije kwenu? Sasa kwa nini msemi amina? Kwa hiyo kuna neema kubwa sana mnayo. Kama hamjui, Mungu tu awafungue macho muijue. Bwana Yesu asifiwe sana. Kile kitabu cha Isaya 55 mstari wa 6 na wa 7. Isaya 55 mstari wa 6 na wa 7. Sisemi kwa kujipendekeza. Nawaambia kitu cha kweli kabisa. Angalieni watumishi wa Mungu wa Meru. Si ni wengi? Au hamjui mna watumishi wengi wazuri wa Meru? Au mna wivu kusema? Sasa Isaya 55 mstari wa 6 na wa 7. Biblia inasema hivi, mtafuteni. Tena ametumia kwa wingi. Amesemaje? Mtafuteni. Angesema tafuta, lakini ametangulia kusema nini? Mtafuteni Bwana
maadamu anapatikana. Muiteni maadamu yu karibu. Mtu mbaya na aache njia yake, na mtu asiye haki aache mawazo yake. Na amrudie Bwana, naye atamrehemu, na arejee kwa Mungu wetu, naye atamsamehe kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hapa anasema mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. Maanake ni uamuzi wako, either uchague kumtafuta au uchague kutokumtafuta. Lakini anakuambia ukiamua kumtafuta, anapatikana. Bwana asifiwe sana. Si mmeshawahi kupiga simu, kuna saa unapiga simu, namba unayopiga kwa sasa haipatikani, jaribu tena baadaye. Si ni sawa? Namba unayopiga kwa sasa anaongea na mtu mwingine, akimaliza kuongea tutamjulisha. Si ni sawa? Hapo unatafuta huyo mtu. Na kuna saa unapiga inaita lakini anaweka pending. Ameamua kabisa sipokei namba ya Joy. Huyu Joy ni msumbufu, acha nimpige pending. Kama kuna Joy hapo usichukie, nimetoa mfano. Bwana asifiwe sana. Kuna saa unapiga unakuta inalia titi, amekublock. Si ni kweli? Huyo ni mtu. Lakini kwa Mungu amekupa ruksa, mtafute. Ukiona hapatikani, mtafute. Ukiona yuko busy, mtafute. Ukiona unaona asikii, mtafute. Ukiona unaona haoni, mtafute. Siku akiamua kukutokezea. Naomba niseme hivi, unaweza ukamtafuta Mungu miaka 10. Siku akijifunua, inafuta ile kiu ya miaka 10. Au inafuta ile huzuni ya miaka 10. Yanafuta maumivu ya miaka 10. Anakuanzia historia moja mpya. Kwa hiyo, shida yako, tatizo lako, pito lako lisikufanye uchoke kumtafuta Bwana. Pito lako lolote unalopitia liwe chachu ya kukufanya umtafute Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wakitoka kwenye mazingira fulani magumu, familia ina makelele, anasema huyu mtu ananiboa kiasi kwamba siwezi kuomba. Sikiliza, na kelele zake omba, na maneno yake omba, na matusi yake omba, na masimango yake omba, na kukataliwa omba, wakikucheka omba, wakikusema vibaya omba, wakikukashifu unajidai unaomba omba, ili wajue sio unajidai, ninaomba. Wakisema anajifanya anaomba lakini hafanikiwi, omba. Wakisema anaomba tuoni matokeo, omba. Wakisema anajifanya anaenda kanisani ni mcha Mungu, nenda. Usikatishwe na maneno yao kumtafuta Bwana. Hakikisha unamtafuta paka umempata. Hakikisha unamtafuta paka anaonekana. Hakikisha unamtafuta paka adui zako wanasema, tulikuwa tunajua hauna Mungu lakini tumeona. Adui wale marafiki wa Ayubu walimsema Ayubu vibaya. Ayubu hakukata tamaa. Ayubu alimtafuta Bwana akiwa anajikuna. Anamtafuta Bwana akiwa amefilisika. Alimtafuta Bwana ndugu akamkimbia. Alimtafuta Bwana mke akamsaliti, lakini alisema sitaacha kumtafuta Bwana. Aliendelea kumtafuta Bwana. Na siku Mungu amejifunua kwa Ayubu, Mungu akawaambia wale marafiki wa Ayubu, chukueni sadaka nendeni kwa Ayubu, ndiye atakayewaombea, nitamsikia Ayubu sitawasikia. Kwa lugha nyingine, wanaokusema iko siku Mungu atawaleta kwako uwaombee, na Mungu hatasikia maombi yao, hatasikia maombi yako juu yao. Kwa hiyo usikate tamaa. Wakisema yuko wapi Mungu wake, sema ninajua Mungu wangu anaitwa Niko ambaye niko. Wakisema yuko wapi Mungu wake, sema ninajua ninaye Jehova Shama. Wakisema yuko wapi Mungu wake, mbona tunaona hana kitu, waambie ninaye Jehova Jire. Wakisema yuko wapi, mbona vita vyake vimezidi kuwa vingi lakini hatokewi, sema ninaye Bwana wa majeshi. Mungu anifundishaye kupigana vita, yeye anayenipigania nami nitanyamaza kimya, sitaogopa mjapo nisema. Daudi akasema ijapo badilika nchi hatutaogopa, wajapojipanga kupigana pamoja na sisi hatutaogopa. Hakuna kitu kitakachoturudisha nyuma tusimtafute Bwana. Tutaendelea kumtafuta. Tutamtafuta asubuhi, tutamtafuta mchana, tutamtafuta usiku wa manane, tutamtafuta kwenye jua, tutamtafuta kwenye mvua, tutamtafuta kwenye baridi, tutamtafuta nyakati zote, na tutampata katika jina la Yesu. Haleluya. Haleluya.
Kuna watu wanakataga tamaa. Usikate tamaa. Hakuna kitu kinakutia nguvu kwa Bwana kama maadui zako wanapokusema. Bwana asifiwe sana. Wanasema kelele za chura zisikunyime kunywa maji. Kunywa kabisa na glasi kubwa. Tena wacha kutumia mambo ya vikombe vya bati. Kunywa waone ni maji. Haleluya. Wakati wamekaa vibarazani kukusema, ingia ndani, oga, pigilia nguo nzuri, pita mbele yao, wajue unaenda kanisani. Pita nje, tena jifanye umesahau. Pulizia na perfume pale nje, nilisahau. Ili wajue si tu ninakwenda na ninajipulizia, ninakwenda mbele yenu. Iko siku utampata, watamtafuta Mungu wako. Bwana asifiwe sana. Usikatishwe tamaa ya kumtafuta Bwana hata siku moja. Haleluya. Mtafute na kuhakikishia atajifunua kwako. Hakuna mtu aliyewahi kumtafuta Mungu, Mungu akaacha kujifunua. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ngoja unajua watu wengi wananiona ninafundisha huku kwenye mitandao, wanafikiri aka mama ni kapya sana, ndio kameanza juzi kuhubiri. Nani kakudanganya? Ndio kametokelezea. Nani kakudanganya? Wakati ninamtafuta Bwana hakuna mtu alikuwa ananijua. Wakati ninafunga na kuomba siku 40 bila kujitangaza. Wacha nini na hii mifungo ya kisanii? Mimi nasemaga mifungo ya kisanii ni ile unaenda mlimani, unaonyesha watu umefunga wakati hujafunga. Mifungo ya kweli katika roho na kweli. Hauna nafasi ya kujiposti. Wewe una nafasi na roho ya Bwana. Una nafasi na magoti yako. Kwa saa nyingine tunakuwa hatuna sura nzuri kwenye mbele za Bwana. Unapataje ujasiri wa kujiposti? Mimi ninajua nikiwa kwenye maombi utaweza kunitazama. Utajiuliza ni yule mama tunayemuonaga au huyu ni mzimu wake? Lakini kumbe si mzimu, ni sura imevaliwa na Bwana. Wakati unapokuwa katika uwepo wa Mungu, hatubadilishi tu sura ya ndani, na sura za nje zinabadilika, zinazoweza kubadilisha mambo kuanzia ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili. Sometimes sura iliyobeba utukufu wa Mungu inaweza isimvutie mwanadamu, lakini inamvutia Mungu kutokea na kufanya mambo. Bwana asifiwe. Kipindi wakati namtafuta Bwana, nakumbuka udada anayeimba, nilishawahi kuwa mnene hivi tena. Halafu nikaanza rally. Inaitwa rally ya maombi. Nilifika kama huyu mtoto, njoo mwanangu. Nilifika kama huyu binti. Nakumbuka siku moja nikiwa napita njiani, dada mmoja akanikuta, alivyoniona akapita mbali, akasema akashindwa kunisalimia. Wakaenda wakakaa mahali kikao, wakawa wananisema kwenye kibanda kimoja. Wakasema huyu mume wake hayuko muda mrefu, atakuwa ameachika. Na kama ameachika, hajaachwa mzima, lazima ana virusi. Si unajua ukitoka mnene ukawa mwembamba, kitu cha kwanza cha mwanamke mjinga, umeachika, na sio umeachwa mzima tu, umeachiwa na virusi. Walivyonikimbia nikatoka. Kupiga hatua kwanza ya pili, kesho napita kwenye kile kibanda, Mungu alikipiga upofu, aliwamalizaga na hawakuaga tena na mtaji wa kibanda. Kuna saa unaweza kumsema mtu umjui unayemsema, sijui umenielewa. Nikaendelea tena. Yule dada aliyekuwa ananikimbia, siku moja akakutana, nilienda kwenye kanisa fulani nikaitwa kufundisha. Yule mtu anamheshimu sana. Nilipita, Mungu alipita na kujifunua. Sasa badala ya kupita na kunikimbia tena, alikuwa anapita barabarani, inabidi apige magoti anisalimie. Yule aliyemsema vibaya wanatafuta kupiga magoti kumsalimia tena. Sijui kama unaelewa. Nisikilize nikuambie, hakuna saa ngumu kama saa ya kumtafuta Bwana. Hakuna saa ngumu kama ya kumtafuta Bwana. Kwa sababu saa ya kumtafuta Bwana kuna vitu vitakukataa. Kuna vitu vitakukimbia. Kuna vitu vitakuwa adui kwako. Hata wale unaowapenda unafikiri ni wazuri sana, sometimes wanakuwa maadui. Kwa nini? Mnakuwa mnapingana kwenye ulimwengu wa roho. Kile unachokitafuta wao hawakitaki, kile unachokitaka wao hawakitaki. Mazingira unayoyataka ya kubadilisha wao hayataki kuyatumia mazingira hayo. Kwa hiyo ghafla hata wale unaowapenda utaona wanakuchukia. Na ukiona wanaanza kukuchukia, jua uko kwenye njia sahihi ya kumpata Bwana. Kuna saa watu wanakatishwa tamaa. Wanakatishwa kabisa tamaa. Wanakatishwa tamaa. Kuna saa unaweza ukaingia kanisani, kama we ni mwanamke, ukashangaa robo 3 ya wanawake wanakuangalia kwa dharau. I say isikunyime kuomba. Hiyo ishanikuta. Unasali, wanapita, yani katika watu akili zao ni fupi, wakiwa na chuki ni wanawake. Nasikiliza nasema hivi,
katika watu akili zao ni fupi wakiwa na chuki ni wanawake. Mmenielewa ninachokisema? Unapita mko wanawake 1, 2, 3, 4. Wewe uko katikati yao. Shalom, shalom. Anakuruka makusudi. Hiyo si ni akili fupi. Halafu anamsalimia huyu. Sasa hiyo wewe uko kwenye haja ya kumtaka Bwana. Siku ukimpata wanatafuta kukupa shalom, kwako inakuwa sio shalom. Sasa hiyo ni Mungu wa moto anaoperate tena, hakuna shalom. Nimekuambia kuna saa unamtafuta Mungu, kila kitu kinakuwa kinyume na wewe. Usikatishwe tamaa. Endelea mbele katika jina la Yesu. Usivunjwe moyo, endelea mbele katika jina la Yesu. Ukiona unamtafuta Mungu mambo yako smooth, still bado wewe hujafika kwenye njia nzuri. Sio kama mnanielewa. Ukiona unamtafuta Mungu mambo yameanza kupanda na kushuka, maidia huko kwenye njia, endelea kufikicha huo mlima, utaumaliza, utakutana na tambarare yako. Amina. Amina. Yes. Napenda tu nimtie mtu mmoja moyo hapa ambaye anaona yeye hana hadhi ya kumtafuta Mungu. Hakuna mtu asiye na hadhi ya kumtafuta Mungu. Hakuna mtu asiye na hadhi ya kufanya nini? Hivi umejiuliza kwa nini tu nilivyoingia break ya kwanza niliuliza Biblia? Umeshajiuliza? Kwa sababu dira ya kumpata Mungu ni neno. Mmenielewa ninachokisema? Dira ya kumpata Mungu ni neno. Mungu hana njia nyingine tena ya kujifunua nje ya neno lake. Neno la Mungu ndio linamfunua Mungu mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Neno la Mungu ndio linamfunua Mungu mwenyewe. Hakuna namna unaweza kutenganisha neno la Mungu na Mungu. Hakuna namna unaweza kutenganisha neno la Mungu na kumtafuta Mungu. Kuna mtu anasema mimi nitaomba. Utapoomba bila neno, maombi yako ni kama mtu anayepiga kelele. Kinacholeta mashiko katika maombi unayoomba ni neno la Mungu. Kinachomfanya Mungu akutazame ni neno la Mungu. Yeremia 1:12 anasema, naliangalia neno langu nipate kulitimiza. Bwana asifiwe sana. Maana kwenye mlolongo wa maombi yako, kitu Mungu anakitafuta neno lake apate kulitimiza. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu akupe neema, usichoke kumtafuta Bwana. Usichoke kumtafuta Bwana. Bwana asifiwe sana. Uchumi ni mbaya. Mtafute. Na iko mbinu ya kumpata Mungu pia kwenye eneo la uchumi. Nitakuja kufundisha siku nyingine. Naomba nisiguse kabisa kwenye uchumi kwa leo, kwa sababu ndio tunaanza msingi. Bwana asifiwe. Nikianza kwenye uchumi, utatamani niombe hela tu na itakuwa ni tabia mbaya. Maana najua hamna mtu ambaye hajangatwa na uchumi. Hata kama una milioni 50, labda ulikuwa unazo nyingi zimengatwa, zimepungua, kwa hiyo unatamani zirudi tena. Hata kama una milioni 20, kuna mali zimengatwa, zimebaki hizo unatamani ziendelee. Si ni sawa? Kwa hiyo ngoja niweke pending uchumi, tutakutana katikati huko. Sasa ukisoma vizuri kwenye huu mstari, kuna vitu viwili nataka niviongelea hapa. Anasema, mtafuteni Bwana maadamu anapatikana, muiteni maadamu yu karibu. Nataka niongelee mstari wa 7. Anasema, mtu mbaya na aache njia yake, na mtu asiye haki aache mawazo yake, na amrudie Bwana naye atamrehemu, na arejee kwa Mungu wetu naye atamsamehe kabisa. Yaani kuna vitu vikubwa hapa 4 kwenye mstari wa 7. Sasa na hivi vitu 4 ngoja nisome hapa. Kitu cha kwanza, Mungu akasema kwenye 7a, mtu mbaya. Mtu nini? Mbaya. Aache nini? Njia yake. Maana yake, kinachomfanya mtu kuwa mbaya sio sura aliyonayo, njia anayoiendea. Umeelewa? So, huwezi kujua yupi mbaya yupi mzuri kwa kumtazama sura. Anapimwa na njia aliyoichagua. Yesu akajitambulisha kwenye Yohana 14:6 akasema, mimi ndimi njia, kweli na uzima. Ukitaka kuacha njia mbaya, lazima uirudie njia halisi.
Njia nzuri ni ipi? Yesu. Njia nzuri ni ipi? Neno. Njia nzuri ni ipi? Utakatifu. Njia nzuri ni ipi? Haki. Bwana asifiwe. Si amesema hapa, mtu mbaya na aache njia yake. Kwa lugha nyingine, huwezi kuwa na njia mbaya ukazing'ang'ania njia mbaya ukamtafuta Mungu ukampata. Ni kweli kabisa. Iko hivi, Mungu anajifunua mara mbili tu kwa watu. Mungu ana njia mbili tu ya kujifunua. Njia ya kwanza ni ya baraka, njia ya pili ni ya laana. Bwana asifiwe sana. Narudia, Mungu ana njia mbili za kujifunua kwa watu wanaomtafuta, kwa watu wanaomwendea. Anaposema na mtu mbaya aache njia yake, na alafu na mtu asiye haki aache mawazo yake. Ngoja niongelee kwanza mtu mbaya na njia. Bwana asifiwe. Nisikie. Kwa kadiri unaendelea kumtafuta Mungu na unang'ang'ania njia mbaya, iko siku atakutokea alafu atakuharibu. Umenielewa ninachosema? Maana yake unapokubali kumtafuta Mungu, lazima ukubali kuacha njia yako, uitegemee njia yake. Umesikia nilichokisema? Au hujaelewa? Biblia inasema hivi, njia zangu si njia zenu, mawazo yangu si mawazo yenu. Umeona? Kwa hiyo ukianza safari ya kumtafuta Mungu, usizitegemee njia zako, usizitegemee akili zako, usitegemee mawazo yako. Kila kitu submit kwake, tegemea kutoka kwake. Haleluya. Haleluya. Yes. Maana yake njia zetu zina ukomo, za Mungu hazina ukomo. Umenielewa nilichokisema? Unaweza ukaniambia, kwani mwalimu hapo unamaanisha nini? Nasema njia zetu zina ukomo, njia za Mungu hazina ukomo. Nisikilize kwa makini hapo. Wakati Mungu anamtuma Musa, wakati Mungu anamtuma nani? Musa. Israeli wameteseka utumwani miaka 400. Mungu akaongeza 30. Ile 30 ilikuwa ni ya nini? Maandalizi ya Musa yakamilike ili akaweze kwenda kuokoa watu wake katika nchi ya Misri. Mmenielewa ninachokisema? Haleluya. Unajua tunaweza tukaangalia tu ujue. Hebu tufanye na equation. Mungu anamwambia Musa, nimesikia kilio cha watu wangu, nimeshuka. Musa anatoka kwa Farao akiwa na miaka mingapi? 40. Umenielewa? Musa alitoka kwa Farao akiwa na miaka mingapi? 40. Maana yake alitoka hata kabla ya muda wa watu kukaa utumwani, miaka 10 zaidi ambayo ilikuwa haijakamilika. Maana yake miaka ya ahadi Mungu aliyokusudia Israeli akae utumwani ni 400. Umenielewa? Kwa hiyo Musa inaonyesha wakati anatoka ilikuwa imefika miaka 390. Umenielewa? Imefika Israeli wakiwa na miaka mingapi? 390. Umenisikia? Kwa hiyo ameondoka na miaka 40 akiwa ameshaua Misri. Alivyoua, Mungu akaruhusu kabisa, akamlinda, akakimbilia wapi? Kwa Yethro, Midian. Si ni sawa? Hivi mnasomaga Biblia? Kwa Musa alitoka akiwa na miaka tayari 40. Maana yake miaka yake 10 bado ilikuwa haijamalizia kwa Mungu, na miaka 30 Mungu akaitumia kwa matengenezo. Jumla Mungu alitumia miaka 40 kumwandaa nani? Niulize swali gumu. Niulize swali gumu ambalo linaweza likakuchosha mahali. What if msaada unaotakiwa kuupata, kuna mtu anatakiwa atengenezwe ndio aje akupatie huo msaada, alafu hayuko tayari kutengenezwa? Mmeshawahi kuwazaga vitu vya namna hiyo? Mmeshawahi kuwazaga vitu vya namna hiyo? Ni kweli Israeli walikuwa utumwani. Ni kweli
walikuwa wamechoka na mateso. Ni kweli walikuwa wanaumizwa na Wamisri. Ni kweli kazi ilikuwa ngumu, ni kweli. Lakini Mungu ni wa majira na nyakati. Alisema miaka 400. Maana yake kuna watu waliokufa kwenye mateso hapo katikati, wengi tu, vizazi 4. Umenielewa? Alafu hata hao waliotoka, wakati Musa anaondoka, Mungu akasema bado miaka 10. Umenielewa? Musa anatoka, Mungu anasema niliyemkusudia watoe bado anatengenezwa. Ndiyo maana Mungu atupe neema, watumishi wa Mungu, yakifika majira ya matengenezo tukubali matengenezo. Tusikurupuke kuanza kazi tukiwa hatujamaliza kutengenezwa. Kuna watu watapata, yani Mungu kwanza atapata hasara, kuna watu hawatafikiwa. Umeelewa ninachokisema? Unapokuwa tayari kwa matengenezo, unapokuwa tayari kwa matengenezo, ni rahisi Mungu kukutumia na kuwafikia wale waliokusudiwa. Musa angeanza ile kazi, ndio maana alianza kuwatetea Israeli pale. Israeli walimgeuka, wakamuuliza kwani nani amekuweka uwe juu yetu? Si unakumbuka hilo swali walimuuliza? Kwa hiyo wakataka kwanza, wakamwambia kwani unafikiri hatujui umemuua Misri? Tena wakawa kinyume chake, ni ndugu yao, lakini walikuwa nini? Kinyume chake. Unafikiri kwa nini aliyewatesa walimtetea aliyekuwa anawatesa? Sema muda bado. Ndiyo maana jambo hili niongee na watumishi wa Mungu wanaotaka kumtumikia Mungu na wana kiu ya kumtumikia Mungu na wanaona moto ndani yao unawaka, na sometimes ule moto wanafikiri ule moto unatakiwa waanze nao kazi. Moto wa kwanza siku zote sio wa kazi. Moto wa kwanza ni wa matengenezo. Na moto wa kwanza hauji peke yake, unakuja na upako. Ule upako ukiulazimisha kuutumia kwa ajili ya huduma, hautaleta impact yoyote kwa watu. Kwa sababu Mungu hatumi upako wa kwanza kwa ajili ya watu, anautuma upako wa kwanza kwa ajili ya matengenezo. Na ule upako wa kwanza mara nyingi unakuta kama ni muombaji, kama ni mtumishi anayetaka kwenda anasikia wito either wa ualimu, either wa uchungaji, either wa kinabii, either kuwa aposto. Kipindi hicho ni majira ya kusikia sana for the future, ni majira ya kuona sana for the future. Lakini unakuta ule moto haukutumwa na Mungu ndani yako kwa ajili ya kazi, bali ule moto umetumwa na Mungu kwa ajili ya kukutengeneza wewe. Maana yake kuna viwango vya matengenezo tunatakiwa tupitie na Mungu kututengeneza. Alafu tukifika kwenye matengenezo tukiwa qualified before him, not qualified before people, tukiwa qualified before him, ndipo tunaruhusiwa sasa, tunakuja kufanya kile ambacho anataka tufanye pamoja naye. Lakini tukiwa majira ni bado, chochote unachokifanya kinaweza kikainuka kikawa fimbo, na ukafikiri kile unachoenda kufanya kwa watu hawakupendi. Sio watu hawakupendi, umetoka ukiwa hujaiva, umetoka ukiwa hujakamilika, umetoka ukiwa hujakamilishwa. Biblia inatuambia utimilifu wetu uko katika Kristo. Kwa hiyo ule utimilifu unapaswa ukae ndani yetu katika Kristo. So tunapokuwa kwenye yale matengenezo, lazima tukubali kutengenezwa kweli kweli. Na hakuna kipindi kigumu na cha maumivu kama cha matengenezo. Lakini hicho kipindi ili kiwe chepesi tunapewaga upako mkubwa sana. Ndio maana nataka niseme, usifanye kazi ya Mungu na upako wa matengenezo, ni ngumu. Fanya kazi ya Mungu na upako wa kumtumikia Bwana. Haleluya. Umeelewa nilichosema? Fanya kazi ya Mungu na upako wa nini? Wa huduma tayari. I'm telling you, watu wengi wanawaka sana. Yaani wanawaka, kila mtu sasa hivi ukipita ni mtumishi. Kila mtu, but nani amemtengeneza? Na Mungu anatumia watu. Sasa hivi vijana wengi hawako tayari kusubmit kutengenezwa. Mtumishi yoyote unayemuona, unamuadmire, kuna mahali amesubmit, anatengenezwa. Kuhubiri sio ndo umefika mwisho.
Kuna saa nyingine tunahubiri lakini sisi ni watoto, tuna wakubwa zetu wanaotumonitor. Anagundua kabisa hapa mama umechemsha, njoo tukusaidie ili uweze kuwa bora zaidi. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Kwa hiyo Mungu akamwandaa Musa ile miaka 400, ile miaka 30. Akampeleka Misri. Midian. Akakutana na mzee Yethro. Wakati wa maandalizi, yani ule upako wa maandalizi, ukampa na mke. Mungu ni shida. Akaona nisikuandae ukiwa mkiwa mpweke. Nikuandae na upako, upate mamsi ya kukufanya nini? Si Arusha mnaitaga mamsi hivi Arusha mnaitaje? Jamani nahubiri kwetu. Mungu akamwambia Musa upate mamsi ya kukufanya nini? Ya kukupikia. Mnaitaga tena nini? Jamani ya mama wa Arusha. Kwani si mko huku unaitwa mamala? Mamala. Mwingine anasema umekosea. Apate la mama. Si anaitwa la mama? Nyie mama hapa mnanisikia? Si unaona wamama wa Arusha wanajua kabisa anaitwa la mama. Kijana wako akija nyumbani akuiti mama, usikia au ya la mama. Oh ya la mama. Haya. Nyie la mama wanguruma. Kwa hiyo Mungu Mungu akaona Musa huyu. Sasa imagine, hebu fanya sasa Musa ndo angekuwa ni kijana kutoka mnaitaje tena huku? Arusha mnaitaje? Chuganistan. Yaani nyie bwana watu wa Arusha. Yaani nyie watu wa Arusha mnataka mhubiriwe injili kulingana na lugha zenu. Mnataka tuwahubirie injili yani imagine. Mungu tusaidie baba askofu aone. Anaona sasa watumishi wake, anawaambia haya la mama watu kutoka Chuganistan. Yani Arusha, Mungu anawaona. Mungu anawaona kabisa. Eti mmetoka Chuganistan. Hiyo Chuganistan. Aya, Mungu akamchukua Musa, akampa na mke ili ampe utulivu wakati wa maandalizi. Ndio maana jamani, usipende sana kuhubiri ukiwa single. Nyie vijana wahubiri, usiseme Bwana bado hajatuonyesha. Usije uko unapita kila mkoa unatazama mtu akukuonyesha. Bwana anakuletea mtu specific wa kukusaidia kusudi. Umeelewa? Umeelewa? Iko hivi sasa. Ule msaada unaoutaka kwa mtu, unaoutaka kwa Mungu, sometimes anatumia watu. Mungu akupe yule mtu wako awe ametengenezwa tayari. Musa alivyochelewa matengenezo, Israeli walizidisha miaka ya mateso. Kuna saa mnapitia miaka mingi ya mateso, kuna mtu mmoja tu bado hajakubali kutengenezwa ili afikishe kile cha kwako. Hivi mnaelewa ninachokisema? Nisikilize na ninyi mnaomtaka Mungu. Saa nyingine Mungu amelituma neno la matengenezo, neno la kumtafuta ili ninyi mtengenezwe. Mnapokataa maisha ya matengenezo, mnamchelewesha Mungu kupita kwenye familia zenu. Kuna wakati Mungu kuna miujiza hata tenda kwenye familia mpaka mimi mama niwe nimetengenezwa, mpaka wewe baba uwe umetengenezwa. Kwa hiyo Mungu anapolituma neno lake ni yuko very specific kwamba kuna namna anataka sisi kama wa familia tumtafute Mungu. Sisi kama wana familia tujitie kwa Bwana, tujielekeze mioyo yetu kumtafuta Mungu na tuitake njia yake. Mmenielewa? Kwa hiyo mimi nikikubali matengenezo, kuna vitu vyangu vinaenda very smoothly, kuna vitu vya mume wangu vinaenda vizuri, kuna vitu vya watoto pia vinaenda vizuri katika jina la Yesu. Kwa hiyo tunavyokataa kujiachia kwa Mungu kumtafuta na kukubali kutengenezwa, kuna vitu vinachelewa pia kwako. Nimekuonyesha mfano mzuri sana wa Musa, miaka 30 ambapo labda kwenye ile 40 angekuwa ameshatengenezwa. Umeelewa ninachokisema? Angekuwa ameshafanya nini? Tengenezwa. Lakini Mungu aligundua huyu mtu nimtoe hapa, nimpeleke kule, hana utulivu kwa Farao, nimpeleke, nimfanye
Tena Mungu akakusudia akafanywe kama houseboy, mchunga mbuzi, ili atoke pia kwenye ile familia kuna vizuizi, aende machungani. Akifika machungani atakutana naye machungani. Mungu akukutana na Musa chumbani, Mungu akukutana na Musa sebleni, Mungu akukutana na Musa kwenye chumba cha baba mkwe. Mungu alienda kukutana naye machungani. Mmenielewa ninachokisema? Kwa kumtafuta Mungu kuna gharama. Saa nyingine tunangangania sana, mimi nitaomba sebleni kwangu, mimi nitaomba chumbani kwangu, mimi nitaomba online. Unajua ziko channel nyingi sana, I can pray online. Utaka online, amnaga Mungu online. Mungu ni really. Mungu ni really. You know me, I like online very much, maana zina simplify mambo. Hivi nyewe wadada mnatuletea vitu gani siku hizi? Hivi mimi mwenyewe ni mtumishi, ninafundisha injili, lakini sijampata Mungu online. Mimi nimempata Mungu offline. Sikumpata Mungu online. Sijui kama unaelewa ninachokisemesha. Sikumpata Mungu nikiwa wapi? Online. Nilimpata Mungu offline. Unajua Mungu anatazama moyo. Popote nitakapomtafuta ananisikia. Hizi English medium zimeharibu Popote nitakapomtafuta mimi ananisikia. You know, when I watch ninapenda kutazama podcast mbalimbali. Nikizitazama zile, Mungu hujifunua sana. Wewe njoo kanisani huko kwa jina la Yesu. Si unajua sahi kuna baridi sana. Hivi kwanza Meru unatokea wapi na mapozi? Niwaulize, unajua katika watu ambao sijasema nyie ni washamba, nimesema tu labda. Sijasema kabisa nyie ni washamba. Katika watu ambao sijasema nyie ni washamba. Katika watu ambao hampendezi kuringa, akiana nini wa Meru? Yaani unajua ndio maana ukikuta kabinti ka Kimeru kanaringa, anapita na mwendo wake. Mwendo wake wenyewe ni mwendo kasi. Unasikia mama anasema kiru. Anajua dogo kashapotea. Tumeshazoea mabinti wa Kimeru, hamna slay queen. Akitembea unasikia kishindo cha wakoma pu 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 pu. Kwa hiyo njooni kanisani na hizo pu 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 zenu tuzimalizie hapa. Haleluya. Na waangalia tu. Sijaiona slay queen Meru, kwa hiyo tulia kama mkawa kutulia kwa jina la Yesu. Hivi nimewaambia mimi kipindi nimeokoka. Nimeongozwa sala ya toba na binti wa form 2. Kabinti kakichaga. Alafu ndani kwangu nilikuwa na binti. Siwezi kuita wakazi, ni mtoto wangu wa kwanza. Amenilelea watoto sana. Nimekaa naye miaka 13. 13 kuanzia mtoto wangu wa kwanza mpaka huyo kuna kijana wangu mdogo niko naye hapa wa mwisho. Mpaka najifungua kijana wa mwisho. Nikamsomesha. Baada ya kumsomesha, nikamnunulia vitu vya kumsaidia kwenye biashara. Akapeleka nyumbani kwao, mdogo wake akawa anatumia. Yeye nikaendelea kubaki naye. Nikamtafutia kazi mjini. Anatoka nyumbani kwangu anakwenda kazini. Akatoka nyumbani kwangu akaenda kwa mume wake. Ndio mpaka leo ukiniambia unataka nani nyumbani kwako, nasema binti wa Kimeru. Wakati watu wengine wanawaogopa, mimi naitambua neema ya Mungu kwa binti wa Kimeru. Piga makofi kwenye Biblia. Lakini unaweza kuwa sio wewe. Nisikilize nikwambie. Nilipookoka nilikuwa na ile kiu. Nikisikia watu wanaomba mahali, wananena kwa lugha. Nikifika mahali, najiona mimi si wa kiroho kwa sababu sineni kwa lugha. Mnaelewa hicho kitu Kwa sababu sineni kwa nini? Kwa lugha. Kwa hiyo nikawa natafuta kunena kwa lugha. Nakumbuka kipindi kile cha mikutano ya Moses Kolola. Nikienda tena kwenye mkutano wa Moses Kolola na yale mahubiri ya Moses Kolola yananionyesha na dhambi zote tena ziko ni mpya. Natubu tena, naongozwa sala ya toba tena.
Unajua mimi paka na kuhubiria injili nimeokoka mara ngapi? Yaani wewe ni zoom tu. Unajua paka na kuhubiria injili hapa nimeokoka mara ngapi? Nakumbuka kipindi mwalimu Mwakasege hajawa hivi mnavyomuona, anaenda anakuwa na, ngoja nitumie lugha ya huku kwetu, hajawa na nyomi za watu wakati anahubiri. Kulikuwa kuna uwanja mmoja, nafikiri wale watu waliokuwa na mwalimu zamani wanakumbuka. Uwanja mmoja hapa Kimandolo, hapa maeneo ya Kimandolo kuna uwanja mmoja ulikuwa mkubwa kweli. Sasa hivi wanakijiji wameuchukua, mimi sijui kwa nini waruhusu kuchukua viwanja vya kijiji. Wengi wamechukua, wamejenga. Kulikuwa kuna uwanja unaitwa Ngaranumbe. Anakuja pale mwalimu, kipindi kile kwaya ambayo nyimbo bendi nzuri ni New Life. Mnaikumbuka New Life Band? Kwa hiyo mwalimu alikuwa anafanya kazi na New Life Band. Ninaenda pale mwalimu anahubiri, naokoka. Nishaanza kuokoka nikiwa shule ya msingi. Nimekuja kusimama nikiwa kwenye ndoa. Nikutie moyo kijana, okoka tu. Nikaokoka kwa mwalimu. Unahubiriwa, unafundishwa, unagundua mzembo ananisema sana. Naenda mbele naokoka. Kipindi kile Bwana Mungu nashangaa kabisa ikiimba, sisi nguvu za Mungu zinapita. Achani na sasa hivi mnaimba hamna nguvu za Mungu, nyie ndo mnajitetemesha. Kwa hiyo nikaokoka kwa mwalimu pale. Mwalimu akiwa kipindi hicho ana semina pale KKT Kijenge. Mnakumbuka KKT Kijenge? Nyie kama mmeokoka zamani ndo mtagundua. Pale KKT Kijenge nje, mwalimu ndo alikuwa afanya mikutano pale nje. Sasa nilikuwa nikienda kwenye mikutano. Jamani mwalimu Mwakasege angesikia hii. Nilikuwa naenda kwenye mikutano. Pale kwenye fence ya ukuta wa Kijenge, kulikuwa kuna mama mmoja maarufu, alikuwa anaitwa Mama Inei. Yule mama wakati mwalimu anafundisha, yule mama anatukana matusi yote ya duniani na kuzimu. Sasa siti nilikuwa naenda kukaa sio mbele hata siku moja. Naenda kukaa kwenye ile kona ya mlango wa Mama Inei. Sio nasikiliza mpambano. Mwalimu akihubiri na Mama Inei anatukana, mimi niko pale nasikilizia. Kwa hiyo nasikiliza vyote viwili kwa mpigo. Matusi ya yule mama, nasikiliza na mwalimu akihubiri. Sasa jua hiyo product inayotoka hapo sio ya Mungu, nimeshachakachuka. Na kiita tena watu kuokoka, nakumbuka nimesikiliza matusi mengi, kwa hiyo naokoka tena, naondoka. Nimeokoka, yani mimi nimeokoka mara nyingi. Natoka. Nikaja, nikamaliza na chuo. Nikaanza kazi. Nikikutana, nikaongozwa sala ya toba. Nikienda kwenye akihubiri Moses Kolola. Nakumbuka saa hiyo Yesu akija mimi ni jehanamu mmoja, one way na slide. Naokoka tena. Yani mimi mwalimu ameniongoza sala ya toba, Moses Kolola kaniongoza sala ya toba. Yaani nimeokoka. Sasa hapo zote hakuna hata moja nimeokoka nikawa mkweli. Kwa hiyo naendelea kuokoka, nikirudi mjini na nafanya kazi kwenye kitengo cha pesa. Pesa haitoshi. Ili pesa itoshe lazima niwe mwizi. Na kule mwalimu akifundisha, wanatufundisha turudi kwenye utakatifu. Sasa unamsikiliza huyu mzee tena ananiambia niache hizi, tuache hivi vitu vya dunia. Moses Kolola babu yetu akihubiri tena, unajua unachomwa jehanamu na vile ulikuwa mwizi kazini. Naokoka tena. Lakini kwa sababu sijui nani alimwambia huyu mtu aimbe bia tamu asiimbe hela tamu. Kwa sababu hela ilikuwa ni tamu, narudi tena kule kwenye njia yangu. Lazima nifanye nini? Siku moja sasa ndio nimekaa sasa, nimejifungua mtoto wangu wa kwanza. Hapo katikati Mungu akatusaidia, akamtuma binti mmoja wa form 2. Akanifuata nyumbani kwangu. Sasa ndo akaniongoza sala ya toba. Ndio mpaka leo nimeokoka. Ndio mpaka leo nimefanya nini? Nimeokoka. Na kueleza tu safari yangu kumtafuta Mungu ilivyokuwa rafu. Kwa ukiona mtu amesimama, nimekuambia nimeokoka mara nyingi. Lakini sala ya toba ni mara moja. Sasa hapo ndo nikaanza sasa ile kiu ya kweli, ya kiu tu uzima ya kumtafuta Mungu katika roho na kweli. Nikienda kwenye mikutano sasa nikaanza upya. Nikaenda na mtazamo mpya. Nikienda kwenye mkutano, jamani Mungu tu aturehemu.
Wewe kama ulishawahi kwenda kufanya mzaha kwenye semina ya mtu, tubu tu, kama unaenda tena uende ukiwa safi. Nimeenda kwenye mikutano ya mwalimu, wakati wanaongoza Mama Mwakasege anaongoza watu kunena kwa lugha. Anasema sema asante Yesu. Watu wanajazwa nguvu za Mungu. Mimi nabaki na kitu inaitwa rika. Nimemaliza rika. Imeishia hapo sineni. Sasa sijui ni rika ipi, lakini mimi nimetoka na neno linaitwa nini? Rika. Nikisikia mkutano mwingine na kwenda. Si kwa sababu namtaka Mungu, nataka sasa hiyo natafuta kufanya nini? Sema kunena kwa lugha. Kwa sababu ufahamu niliokuwa nao kipindi hicho, anayenena kwa lugha ni wa kiroho kuliko asiyenena kwa lugha. Kwa hiyo nikawa nalazimisha kutafuta kunena kwa nini? Sio namtaka Mungu. Tofautisha ndio hii, unaenda kwenye semina, kuna kitu chako unakitaka, hauruhusu mapenzi ya Mungu. Siku zote ukienda ibadani, ruhusu mapenzi ya Mungu, usiende na kitu chako moyoni. Kwa hiyo nikawa naenda, natoka kapa sineni kwa lugha. Sasa nikaamua kusarenda tu kwa Yesu. Mimi nimekuwa ni mgumu, sio mnena kwa lugha. Nimekubali, nimebaki na rika. Na ile rika mpaka itokee. Unakamulika na chozi linatoka kidogo tu. Wakati wengine wanalia, wanabubujika, mimi sina hata chozi. Nikagundua tu basi mimi sijaandikiwa kunena kwa lugha. Tukaanza semina makanisani. Nikawa naenda kwenye mafundisho. Fundisho ndio linabadilisha moyo haraka kuliko maombi. Kwa hiyo kule kwenye mafundisho nikaanza kupondwa moyo. Biblia inasema moyo ni mdanganyifu kuliko vitu vyote. Nilikuwa nimeokoka lakini moyo wangu unanidanganya. Unanidanganya vipi? Natafuta ninachokitaka, sicho Mungu anachokitaka. Baada ya kuanza kufundishwa ndio nikagundua, sitakiwi kutafuta ninachokitaka, natakiwa kutafuta Mungu anachokitaka. Baada ya kukubali kutafuta Mungu anachokitaka, nakumbuka siku hiyo tukapewa assignment kanisani. Tulikuwa na mfungo wa maombi wa siku 14. Tukaambiwa tukifika nyumbani jioni tuanze maombi. Tukaanza maombi. Tukapewa mwongozo wa maombi. Tuanze na toba, sijui tuingie tuombe nini, Tulipewa kama vipengele 7 vya kuomba ili mradi tumalize lisali moja. Haitakiwi tuombe chini ya lisali limoja. Sasa nikafika nyumbani jioni, niko mimi na mtoto wangu wa kwanza na huyo binti niliyewaacha na mume wangu. Tumefika wakati tunaabudu. Yule binti niliyekuwa nakaa naye sijawahi kuona hata siku moja akiongozwa sala ya toba na mtu kama mimi nilivyoongozwa mara zaidi ya 20. Mmenielewa ninachokisema? Na kuambia mtafute Mungu, Mungu hana upendeleo. Sasa yule binti, mimi nilikuwa nikienda kazini asubuhi, anasikia sauti kubwa ya Mungu inamsemesha kama ninavyoongea kwenye maiki. Anaambia mwambie mama yako aende kanisani. Nikirudi kutoka kazini, ananiambia Mungu amesema uende kanisani. Najitupa kwenye kochi, nacheka mpaka natoa machozi. Na mwambie hivi, mwambie Mungu, kwani hajui mimi nasali Katoliki? Hapo nilikuwa Mluteri, nikafungia ndoa wapi? Katoliki. Kwa lazima urudi kusali kwa nani? Kwa mume. Umenisikia? Nacheka kwenye kiti, nikamwambia si umwambie Mungu mimi naenda Katoliki. Na hiyo Katoliki tukienda ni ibada ya kwanza, tukimaliza ibada ya kwanza tupite hotelini tunywe chai, jioni tutoke out, mume akiamua kupiga bia zake anapiga za kutosha na mimi narudi nyumbani. Ndio huyo mtu anamwambia mwambie Mungu mimi nasali Katoliki. Kwa hiyo tukaendelea hivyo, ndio nikaja nikapata neema nikaokoka tena. Wakati wa ibada ya jioni tukiwa tunaabudu, yule binti Mungu akamwambia tena, wakati tunaabudu, Bwana Mungu, nashangaa kabisa. Ubeti wa kwanza, tumefika tu ubeti wa pili. Kumbe Mungu akamsemesha kwa sauti kubwa, mguse mama yako mgongo. Umenisikia? Nimemwambia binti wa nini? Sema wa Kimeru. Hakunigusa na mkono, alinigusa na kidole hapa kwenye uti wa mgongo. Jamani, nilivaliwa na nguvu za Mungu ambazo sijawahi kuziona miaka. Nilinena kwa lugha zaidi ya masaa 4 mpaka 5 bila kupumzika. Nilitoa unabii siku hiyo wa maisha yangu mpaka sasa hivi kuna vitu naviishi. Mungu alinisemesha na vingine havijatokea na naamini vitatokea. Umenielewa? Lakini wapi nimepata hicho kitu? Sema nyumbani. Mtafute Mungu anapatikana. Mtafute Mungu anapatikana. Muite maadamu yu karibu.
Mimi sijawekewa mikono nikajazwa nguvu za Mungu na watu. Nimekuambia binti wa nyumbani kwangu. Mmenisikia ninachokisema? Ndiye aliniwekea kidole, sio mkono. Na sisi watumishi tunatakiwa tusikie maelekezo. Kuna saa Mungu hataki tuwekee mikono. Kuna saa unatakiwa uambiwe neno. Na nyie mnapenda kuwekewa mikono. Mmesikia? Sasa tukifuata maelekezo, Mungu anafanya anachokitaka, sio sisi tunachokitaka. Kwa kuanzia pale ndio maisha yangu ya wokovu yakaanza upya. From there sikurudi huko tena. Na Mungu alinisaidia mpaka nasimama mbele yako. Lakini Mungu alijitokeza nyumbani kwangu sebuleni. Ndio maana nakwambia kama amejitokeza kwangu, anaweza kujitokeza kwako na kuzidi katika jina la Yesu. Si nimekuhadithia wokovu wangu ulivyokuwa wa njia panda? Kona. Si unakumbuka nimekuhadithia? Unaenda kwenye mikutano ya Injili si kwa sababu unamtaka Mungu. Unaenda kwenye mikutano ya Injili kwa ushabiki. Na tulikuwa tunaokoka si kwa sababu tunamtaka Mungu, tunaiogopa jehanamu. Usiokoke kwa sababu unaiogopa jehanamu. Okoka kwa sababu Mungu unamtaka na nguvu zake na uweza wake na kila kitu chake. Bwana asifiwe. Jehanamu iwepo isiwepo, okoka. Umeelewa? Wangapi wamepata kitu kidogo? Pata kitu kidogo. Umetiwa moyo kumtafuta Mungu. Sasa nizungumze kitu hichi ambacho Wakristo wengi sana wanakipuuza. Ibada za nyumbani. Mmesikia nilichokisema? Ibada za wapi? Za nyumbani. Ibada za nyumbani zimebeba kitu kikubwa sana cha ufalme wa Mungu kwenye familia. Nimewaambia hivi, transformation ya kwanza kubwa niliyoipata kwenye maisha yangu yote ya wokovu sikupatia kanisani. Sisemi makanisa ni mabaya, nimepatia nyumbani. Mmenielewa ninachokisema? Na ni ibada za nyumbani. Bwana asifiwe. Ni ibada za wapi? Za nyumbani. Kwa kuna watu wao hawamtaki Mungu, hawamtafuti Mungu, hawaombi, hawafanyi ibada. Nisikilize mama ulioko mahali hapa. Watoto ni wadogo, kaa nao, omba nao. Chukua kitabu cha nyimbo, imba. Ukimaliza kuimba, soma. Kwenye ibada za nyumbani usihubirie watoto masaa 2 matatu, wanachokaga. Na tutawachoka haraka. Mimi nikiwemo mmoja wapo, mtoto mtu mzima. Wewe kama una kiu ya kuhubiri, usihubirie watoto masaa 3. Ibada za nyumbani ni fupi, zilizobeba uwepo wa Mungu ili watoto wakumbuke walichojifunza. Ukimaliza nenda kajifungie chumbani, nguruma. Usilazimishe watoto kukimbiza majini wasioyajua, mashetani wasioyajua. Fundisha watoto habari ya Mungu sana. Acha kufundisha watoto habari za mashetani. Kile unachoinvesti sana watoto wanakiamini sana. Wafundishe watoto wamwamini Mungu kuliko kumwamini shetani. Wafundishe watoto wamjue Mungu sana, sio wamjue sana shetani. Mafundisho yoyote kwenye makanisa mengi sasa hivi watu wengi wanamhadisia sana shetani kuliko Mungu. Yule unayemtaja sana ndiye anatokea. Tukimtaja Mungu sana anajidhihirisha, na mkimtaja sana shetani anadhihirisha. Mafundisho mengi ya shetani yanajenga hofu. Mafundisho mengi ya Mungu yanatengeneza imani na yanatengeneza kicho. Yanatengeneza mtu kuwa na ujasiri na Mungu wake popote. Amina. Ndiyo. Mwingine anakuambia kuna aina sijui 90 za majini. Wewe umejuaje kama sio miongoni mwao? Aina 90 za majini umeyajuaje ndugu yangu? Mwenetu umejuaje aina 90? Mimi nasoma Biblia, hamna aina 90 za majini. Mmetoka wapi na hizo elimu? Na wauliza mmetoka wapi na hizo elimu? Mmetoka wapi na hizo elimu? Ukimsikia mtu anaomba, wewe jini, sasa anaogopa kutaja majina yao. Jini fulani, jini fulani, jini fulani. Leo namchinja jini fulani. Maombi gani hayo? Biblia inasema kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, ni juu ya falme, mamlaka, wakuu wa giza, majeshi ya pepo wabaya. Mungu amekupa vitengo vingapi? 4. Wewe unataja majini na majina yao. Do you think wewe ndio uko vizuri sana kiroho? Wacha mambo ya ajabu ajabu kwa jina la Yesu. Ombeni sawa sawa na neno la Mungu. Amina. Mmesikia?
Unamkuta mtu anaomba na napiga aina za uchawi. Uchawi sijui wa mafundofundo, uchawi wa matarasimu, sijui uchawi mweusi, uchawi mweupe. Umeandikwa wapi huku? Uchawi ni uchawi. Either ni mweupe, ni mweusi, wa kijani, blue, manjano, whatever. Wewe una kategori uchawi kama ni mwenyekiti wa wachawi. Yaani kama vile ni mwenyekiti wa wachawi ameamua kuwageuka usiku anaomba. Acheni hizo biashara. Usitafute kumjua sana shetani kuliko Mungu. Biblia inakwambia mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema atakavyokujidia. Tafuta kumjua Mungu kuliko kumjua shetani. Tafuta kujua ufalme wa Mungu kuliko kujua ufalme wa giza. Na wewe kama unaanza kufundisha huko mtaani injili, wacha kutishia watu kuhusu shetani. Wafundishe watu ukuu wa Mungu wao. Biblia inatuambia wamjuao Mungu wao watakuwa hodari nao watatenda mambo makuu. Wacha kutishia watu habari za shetani. Tuambie habari za Mungu sana, sio habari za mashetani. Umesikia? Yes. Kwa kusema hivyo, Mungu akupe neema kumtafuta Bwana. Anasema na mtu asiye haki aache mawazo yake. Jamani, kuna watu wako hapa lakini wanawaza vibaya. Siku moja usiku ni wiki iliyopita kabla sijasafiri nilikuwa naenda kwenye huduma. Alinipigia binti mmoja. Nisikilize nikwambia habari ya mawazo. Alinipigia binti mmoja simjui kabisa. Akaniambia, mwalimu niombee, nimechukua namba yako huku kwenye mtandao. Nikamwambia, mwanangu nikuombee nini? Akajitambulisha yeye ni binti, ana miaka midogo sana, hajafika hata 20, 18. Akaniambia, mwalimu niombee. Akanieleza roho chafu zote zinazomtesa. Kubwa lao aliloniambia ni hili hapa. Akaniambia, mwalimu niombee. Mimi nikitazama mwanamke tu natamani kuzini naye. Hata nikimtazama mtumishi hivi natamani kuzini naye. Awe ni mwanamke, awe ni mwanaume. Nikapigia mahesabu. Kwa hiyo mpaka umenipigia na wewe umenitamani. Ni katoto. Alafu sio kakiume, ni kakike. Hiyo tamaa yote iko wapi? Sema ndani. Mmenielewa ninachokisema? Kwa hiyo anavyosema mtu asiye haki aache mawazo yake mabaya. Siku nyingine nikakutana tena na mtu mwingine. Sasa huyo ni baba lao, yani huyo ni shida tena. Sasa huyo tena naye ni mwanamke, lakini yeye alikuwa ni mtumishi kwenye sio makanisa kwenye sehemu fulani. Nimehubiri kwenye hilo kanisa. Nilipomaliza akaniambia, mtumishi niombee, kuna kitu kinanitesa. Nikamwambia akaniambia, mimi nikimtazama tu hivi mtu namuona akiwa uchi. Nikamwambia nikasema sasa ndo anataka na mimi nimuombe. Unajua unajikaza hapo ujue na yeye anakuona hauna nguo. Hii maombi ya kuombea. Yaani hapa anakuambia niombe. Alafu anaambia mimi nikimtazama tu mtu hivi namuona akiwa hana nguo. Kwa hiyo niombe hiyo shida iishe. Kwa hiyo unajua kabisa hapa namuombea lakini kwake sijavaa nguo. Baba kwa jina la Yesu. Nikamuombea. Nikamaliza nikamwambia, vipi sasa hivi unaona watu wamevaa nguo? Akaniambia, mtumishi imeondoka. Kwa hiyo yani sasa hiyo namuuliza, na mimi sasa hivi unaniona nimevaa nguo? Ndio akaniambia imeisha. Mungu atusaidie sana watumishi. Watoto wangu wanacheka, lakini ni ukweli. Bwana asifiwe. Kwa anavyosema mtu asiye haki aache mawazo yake. Mawazo mabaya yanakunyang'anya haki mbele za Mungu. Huwezi kumtafuta Mungu na mawazo mabaya. Mawazo ni rafiki mkubwa sana wa Mungu. Ndio maana kwenye kitabu cha Zaburi ya 14 anasema hivi mstari wa kwanza, Mungu akachungulia toka mbinguni, aangalie kwamba yuko mtu nini? Mwenye akili. Amtafute nini? Akili ni kitu cha ndani, mawazo ni kitu cha wapi? Cha ndani. Bwana asifiwe sana. Daudi akasemaje? Mawazo ya moyo wangu na maneno ya kinywa changu yapate kibali machoni pako, mwamba wangu na mwokozi wangu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kwenye safari ya kumtafuta Mungu, shughulikia mawazo. Bwana asifiwe sana. Sasa nimefundisha kuhusu habari ya nguo. Mungu awape macho mnione na nguo. Bwana asifiwe sana. Hiyo unafikiri nini? Ni imagination kwenye mawazo. Anamwangalia mtu anamtoa sweta, anamwangalia mtu anamtoa bullneck, anamwangalia mtu anamtoa kila kitu, alafu anambakisha jinsi alivyombakisha. Unafikiri amemtoa wapi? Kwenye mawazo.
Siwahubiri kuwachekesha, na wahubiria kitu kinachotesa watu. Umenielewa ninachokisema? Haleluya. Alafu Mungu anasema huyo mtu akiacha mawazo yake, anasema Bwana atamrehemu kabisa. Bwana atafanya nini? Atamrehemu kabisa. Kurehemiwa ni kuonyeshwa huruma za Mungu. Kurehemiwa ni kuondolewa adhabu ya makosa mengi ulionayo. Alafu anasema atamsamehe kabisa. Hakuna namna unamtafuta Mungu asikurehemu na asikusamehe. Bwana asifiwe sana. Na hilo ndilo neno la Bwana. Umepata kidogo? Kwa hiyo day 1 tunashughulikia mawazo na njia. Umesikia nilichokisema? Day 1 tunashughulikia nini? Mawazo na nini? Na njia. Maana yake hata ukitoka hapa mpaka kesho jioni tunakutana, make sure umeziombea njia zako. Bwana asifiwe sana. Njia zako ziwe zinampendeza Mungu. Biblia inatuambia Musa alimtaka Mungu, Musa akafunuliwa njia, Israeli wakaonyeshwa matendo. Kuna tofauti mtu wa kuonyeshwa njia na mwingine kuonyeshwa nini? Utendaji. Simama kwa miguu yako katika jina la Yesu. Yaani mimi ukiniona usipige kinanda wala ngoma mpaka niseme. Yaani nina tabia hii. Maombi ya toba tumpigi mtu muziki, aombe hivyo hivyo. Amnaga kuomba kwa hisia. Kuna wengine mnataka muimbiwe zile nyimbo zinazowatoa machozi ili muone mmeomba kwa machozi. Omba ukiwa mkavu kama kijiti mpaka uwe umepondeka. I'm serious. Watu wengi hamuombi kwa roho, mnaomba kwa hisia. Ndio maana hakuna kuwapigia kinanda. Ukiniona naongoza maombi zima kila kitu, tunaomba, hakuna muziki. Mwingine akija atataka umpigie zile po sana naomba. Huyo msisimue. Mimi hakuna kinachonisisimua zaidi ya uwepo wa Mungu. Amina. Hebu jichekeche hapo kichwani. Mawazo yako yakoje? Njia zako zikoje? Umeelewa? Sasa sema maneno haya. Sema, Mungu Baba, umenichunguza na kunijua. Umejua wazo langu tokea mbali. Umepepeta kuingia kwangu na kutoka kwangu. Maarifa yako hayadirikiki. Njia zako hazichunguziki. Mungu, kwa kuwa njia zako hazichunguziki, zangu zinachunguzika. Na kuomba Mungu Baba, uliyechunguza njia zangu na kuziona njia zangu ambavyo hazikupendezi, naomba unisamee. Naomba unisamee katika jina la Yesu. Mungu mtakatifu, kwenye kitabu cha Mwanzo ulichukizwa na mwanadamu kwa sababu tokea mwanzo anawaza mabaya moyoni mwake, na ukaapa kumfutilia mbali. Na kuomba Mungu Baba, unisamee mimi, usinifutilie mbali kwa sababu ya mawazo mabaya. Naomba unisamee. Samee mawazo yangu, samee njia zangu. Na kuomba Mungu katika jina la Yesu, nioshe nitakase kwa damu ya Yesu. Niridhie mbele zako, mawazo ya moyo wangu na njia zangu zipate kibali machoni pako, Mungu wangu na Baba yangu, katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, niongoze katika njia za haki kwa ajili ya jina la Yesu. Roho Mtakatifu, weka mawazo mema ndani yangu yatakayoniongoza kumtafuta Mungu katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Neno la Mungu linasema, ingawaje naenenda kwa jinsi ya mwili, sifanyi vita kwa jinsi ya mwili, maana silaha zetu zina nguvu katika Mungu za kuangusha kila ngome na kila fikra ijinayo kinyume na elimu ya Mungu. Saa hii kwa jina la Yesu, na kamata fikra yoyote potofu ndani yangu inayozuia kumpata Mungu. Naangusha mawazo yote mabaya, hayatasimama, hayatakuwa ndani yangu katika jina la Yesu. Naachilia damu ya Yesu kwenye mawazo yangu, naachilia damu ya Yesu kwenye moyo wangu. Yesu Kristo, wewe ndiye njia, kweli na uzima. Neno lako linaniambia, neno lako ni taa na mwangaza wa njia zangu.
Naomba neno lako linimulikie kwenye njia zangu, nisijikwae miguu yangu katika jiwe. Niongoze Bwana katika njia za haki kwa ajili ya jina lako. Kwenye safari yangu ya kukutafuta, nisaidie nisichelewe kukutafuta, nisichelewe kwenye eneo la matengenezo, ili nisicheleweshe kizazi changu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Amen. Huo ni mwanzo wetu wa leo. Tutaendelea kuomba siku zinazokuja. Bwana asifiwe. Kama una sadaka chukua, tuziombe. Tutoe sadaka. Nilikuahidi 12 kamili unatakiwa uwe pale nje. Si unakumbuka? Sasa hivi ni 12 kasoro dakika 5. Kwa kusema hivyo, kwa heshima, mchungaji karibu, wakati tunatoa sadaka utubariki ili kamili tuwe pale nje. Na mimi nataka kuwa mwaminifu kwa neno langu, ili mkakamue. Si nimesewa? Ili mkafanya nini? Mkakamue, ili muwai nyumbani mpike na cha jioni. Si ni sawa? Ili kesho ukija usiletewe mbwembwe. Usije ukasema huyu naye ana mashetani ananinyima nisiende kanisani. Hata kama ingekuwa mimi ni mwanaume, wingi kwangu usiku. Umeshachukua sadaka? Hata kama ingekuwa mimi ni mwanaume, wingi wapi? Wingi kwangu usiku. Ukinikuta nimejaa kwenye kiti, utatafuta njia ile ni nyembamba, utaijua ni nene au ni nyembamba. Kona kusaidia ili uwe na nyumbani. Mungu uliye hai, asante kwa ajili ya neema yako. Tumekuja na sadaka siku yetu ya kwanza ya semina. Naomba umbariki kila mmoja anayekutolea sadaka hii. Bwana, ikawe Mungu alama kwenye ulimwengu wa roho, kwenye kiti chako cha enzi na madhabahu yako. Impe mtu huyu neema na kibali machoni pako katika wiki nzima, lakini ikawe sababu ya kufungua mbingu zako wakati anapokutafuta ukaonekane, katika jina la Yesu. Damu ya Yesu iwafunike na kuwatenga na malipizi na visasi. Malaika zako waende kwenye nyumba zao. Mungu wasaidie wale wanaoenda kuanza ibada za familia jioni ya leo, wakaone uwepo wako na nguvu zako katika nyumba zao, katika jina la Yesu. Amen. Mkaanze ibada, msiache. Mchungaji karibu. Karibu utupe baraka.